بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama kaida tuko kwenye Ijumaa ya 27 ya mwezi wa 10 1446 kwa takwimi ya Hijria, sawia na tarehe 25 mwezi wa 4 2025 miladia. Tukiwa kwenye muhadhara wetu wa leo kwa inwan fannu taamuli. Fannu taamuli ni fani ya kuamiliana. Tusikilize vizuri hii mada kwa manufaa yangu na kwa manufaa ya wasikilizaji wetu wema. Tukisema fannu taamuli, fani ya kuamiliana, fani haliko mbali na maana ya somo la kuamiliana, ndio fannu taamul. Na hii fannu taamuli ina jawani, haina jani. Jawani ina pande nyingi sana. Fannu taamuli si upande mmoja. Fani ya kuamiliana ina pande nyingi sana. Wa abwabuhu kathiran, milango yake hii fani ya kuamiliana ni milango mingi sana, ukiweko mlango wa almuamalatu, miamala. Tayib, lakini kwenye muhadhara wetu wa leo tutapinduka kwenye fannu taamul kwenye janibul akhlaq. Na fannu taamul ina muallafat, na jambo likiwa na muallafat, vitabu vingi vilotungwa la kuhusiana na hiyo fani yaonyesha inanitoa dirani. Afwan ishumika sana. Tayeb, naam. Jambo likiwa na muallafati nyingi, kwa maana vitabu vingi vilivyochungwa kuhusu fani yenyewe, yaonekana umuhimu wa hiyo fani. Manake hivi jambo halina umuhimu likawa kuna vitabu vingi vilivyochungwa. Tayeb, isipokuwa na muomba Mungu atupe wasaa nifike kwenye kikomo kusudio ya hii mada yenyewe. Tayeb, na nyinyi pia Mungu awape
subra katika kulipokea hili somo, na kama haikuwezekana kufika itakiwapo, hamna shida, inshallah itafika mbele ya safari. Jambo likiwa na muallafat, yamaanisha umuhimu wa hilo jambo na umuhimu hii ya hifani. Mfano, kwenye hili somo pana fannu taamuli maa nnas, ambao hiki ni kitabu cha Dr. Abdallah Al-Khatir. Tukapata fiqhu taamuli maa nnas, kitabu cha Sheikh Al-Fawzan, Saleh Al-Fawzan. Tukapata kitabu maharati taamuli baina nnas au taamuli maa nnas cha Muhammad Ahmad Haikal. Pia kitabu asrari al-ujuhi fi taamuli ma'al akharin cha Ahmad Riyadh. Tukapata kitabu iktishafi tabai an-nasi wa turuki taamuli ma'ahum cha Ahmad Nasim Barqawi. Kitabu kawin asdiqa, kitabu tahlili shakhsiyati wa fannu taamuli maaha. Kitabu quwwati tafkir cha Ibrahim Al-Faqi. Kitabun la takun latifan akthara min al-lazim, la takun latifan akthara min al-lazim. Vyote hivi vitabu katika vichache tulivyoungana navyo kwenye hili somo na kwenye hifani, kwenye vitabu vingi vilivyozungumza fannu taamuli, fani ya kuamiliana, au fiqhu taamuli maa nnas, fiqihi ya kuamiliana na watu. Tushike almuamalat kwenye fannu taamuli, tushike almuamalat. Intabi, almuamalatu miamala. Jamu muamala ni wingi wa muamala. Muamala ni muamala mmoja wa mtu kuamiliana na mtu, wingi wake ni miamala ya watu kuamiliana. Tayib, ala wazni mufaala, imekuja kwa wazni hiyo katika upande wa kukisurufu kilima. Min alfi'li amala, imetokamana na fi'li amala yuamilu muamalatan. Amalahu muamalatan hasana, ameamiliana na yeye muamala mzuri. Au amalahu bitasarrufin hasanin, au waweza kusema ameamiliana na yeye kwa tasrifi mzuri, kwa kusurufiana naye kwa uzuri. Kwa maana husnul muamala, kuna husnul muamala, kuna nasuul muamala, uzuri wa kuamiliana na uovu wa kuamiliana. Tayib, hebu twende tukaone maanaha fi istilahi alfuqaha, maana yake katika istilahi ya wanafiqhi, wanazuoni wa fiqhi wa ulama shar'i, hata istilahi ya muamala kwa wanazuoni wa sharia. Tayib, nifuate vizuri sana. Fa innaha, hakika muamala, nafikiri nishaeleweka tukisema muamala, kuamiliana. Mtu huamiliana na mtu kwa jambo, na watu huamiliana na watu kwa mambo. Sasa fa innaha, asema hakika muamala, tustamalu fi ma yuqabilu alibadati, hutumiwa muamala kwa yenye kukabiliana na ibada. Falmuamalatu, muamala
miamala hutefutwa kwenye pande mbili. Kuna miamala itefutwao kwenye sehemu mbili. Intabi, kuna almuamalatun tubhathu fi huquqi lkhalqi, kuna miamala inaotefutwa katika haki ya wanadamu, haki ya viumbe. Kuna na alibadatu. Sasa weshika almuamalatu walibadatu. Tayib, tukenda kwenye almuamalatu itakuwa tubhathu fi huquqi lkhalqi, almuamalat. Tukenda katika alibadatu itakuwa tubhathu fi huquqi rabbi jalla wa ala. Kwa hivyo kuna alibadatu allati tubhathu fi huquqi rabbi jalla wa ala walmuamalatu allati tubhathu fi huquqi lkhalqi. Kuna ibada ambazo hutefutwa katika haki za Mola mlezi azza wa jalla. Kuna na miamala inaotefutwa kwenye haki za wanadamu. Tayib, twende pole pole. Ama fil istilah, ama katika sheria, fa innal muamalati tuqabilu libadati, hakika miamala hukabiliana na kuelekeana na ibada. Ikiwa miamala huelekeana na ibada, tutaangalia dhabati. Al-ibadat imedhabiti nini na al-muamalat imedhabiti nini? Kwenye mawili hayo, tukenda katika al-ibadatu itakuwa ni dhabtul alaqati bainaka wa baina Allah. Al-ibadat itakuwa ni kudhabiti alaka, ni kudhabiti mafungamano kati yako wewe na Allah. Hii ni al-ibadat. Vipi ibada iwe ni dhabtul alaqati bainaka wa baina Allah? Kufunga, kudhabiti mafungamano baina yako wewe na Mwenyezi Mungu. Kaifa tusalli ibadatan, intabi, vipi unaswali hali ya kuwa kuswali kwako ni ibada. Kaifa tasumu ibadatan, vipi unafunga kiibada. Wafunga, kufunga kwako ni ibada. Waswali, kuswali kwako ni ibada. Kaifa tuzaki ibadatan, vipi unatoa zaka kiwa ni ibada. Kaifa tahujju ibadatan, vipi unahiji kuwa ni ibada. Sasa swala, saumu, zaka, ibada, haya ni mafungamano ya nani na nani? Musiniache nipite hapo, tupite pamoja tafadhali, kwa umuhimu wangu na kwa umuhimu wako. Nimesema swala, zaka, hija ni mafungamano ya nani na nani? Naam, ni mafungamano ya Allah na nani? Na mwanadamu. Hii inaitwa al-ibadatu, kwa sababu al-ibadatu ni dhabtul alaqati bainaka wa baina Allah. Kufunga mafungamano baina yako wewe na Allah ni ili utaswali vipi iwe swala ibada, utafunga vipi iwe kufunga ibada, utatoa zaka vipi iwe kutoa zaka kwako ni ibada, utahiji vipi kuhiji kwako we ni ibada. Lazima udhabiti mafungamano hayo. Lakini utasema, kwani swala nini ikiwa si ibada? Kwani saumu nini ikiwa si ibada? Zaka nini ikiwa si ibada?
hija itakuwa nini kama si ibada? Na hizi zimetajwa katika rukuni 5 za Kiislamu. Ikiwa si ibada itakuwa nini? Ikiwa itakuwa ibada sachi tutefute itakuwa nini? Maana hadithu musii salati, alipoingia alisali kwa vitendo vya swala, Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli. Madha yani, ina maana aliswali lakin lam takun salatuhu ibadatan. Iwe vipi swala yako ni ibada? Tusalli bi khushu'in wa khudu'in binaan ala qawlihi ta'ala qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hiyo ndio inaitwa swala ibada. Kaifa tasumu ibada? Kwa hivyo itakuwa saumu hutoka umefunga na ikawa si ibada? Naam, kwa sababu tumepata kuwa man lam yada qawla zuri, aswata kunena uongo, wal amala bi, na kuutumia uongo, falaysa lillahi hajatun fi an yada taamahu wa sharabahu. Hana haja Mungu nchuhuku atakula kwake na kunwa kwake, na alikuwa hali hanwi ntana nzima, na ukiulizwa atasema huwa amefunga, lakini Mtume akasema kuwe kuna kufunga kunakoitwa ibada, ndio mafungamano. Kaifa tuzaki, amma kaifa tuzaki ni utoe zaka ikhlasan lillahi, la riyaan wala sum'atan wala shuhra, iwe ni sirrun bainaka wa baina rabbil izza jalla fi'ala. Utoe mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini, kinaya cha kuwa iwe siri ya hali ya juu kweli kweli. Tayeb, ama hija ni hivyo hivyo. Sasa haya huitwa ibadat, na ibadat ni dhabtul alaqati bainaka wa baina Allah. Kisha kuna almuamalat. Amma ma yataallaqu bilmuamalat, ama yenye kufungamana na miamala, fahuwa dhabtu silati linsani bighairihi, ni kudhabiti mafungamano ya mtu na mwingine. Angalia, ibada ni kudhabiti mafungamano yako na Mungu. Kudhabiti mafungamano yako na Mungu. Sasa yate mafungamano yako na Mungu, kwa maana ni wewe na nani? Na Mungu wako. Hahusiki mtu hapo, wala hahusiki mtu kutaka kuingilia hilo mafungamano ya mtu na Mungu wake. Tayib, kumbe kuna na muamalat. Muamalat tukapata huwa dhabtu silati linsan, ni kudhabiti mafungamano ya mtu bighairihi, na mwingine. Kwa hivyo mimi ni adhabiti mafungamano yangu nawe, na wewe udhabiti mafungamano yako na mimi. Jamanini, lugha inayotumika kudhabiti kitu, kukishika kitu madhubuti kisikuponyoke. Hata lugha hutumika. Polisi kaenda kwenye nyumba fulani, kawadhabiti watu fulani. Kwambia kawadhabiti watu fulani, kwa maana wako chini ya ulinzi, na ukiweko chini ya ulinzi huo umedhabitiwa barabara. Kilma hiki fuqaha wakikitumia kwa maana kudhabiti kitu ama kudhabiti jambo, ni jambo kulishika madhubuti kwa lugha nyepesi, lisikuponyoke. Sasa kuna almuamalatu. Kwa hivyo almuamalatu iwe ni mafungamano ya mtu na mtu, mafungamano mtu na mwingine. Kivipi? Liyuhaqqika ma amara Allahu ta'ala bi, ili ahakikishe kile alichoamrisha Mwenyezi Mungu, fi qawlihi, katika neno lake. Neno gani?
inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha. Angalia hii aya, hakika Mwenyezi Mungu anawaamrisha nyinyi muzitekeleze amana zote kwa watu wake. Utekelezaji wa amana ni utekelezaji uaminifu wa mtu kwa mtu. Mtu amekuja, amana yangu hii niwekee, waidhabiti isikuponyoke ikawa dhamana, na waidhabiti usiitumie kisha ukawa muongo. Amana ya watu umeiramba, kisha sasa ukawa hunsumbua mwenye amana. Bila shaka hao ni mafungamano ya mtu na mtu. Tusikilize vizuri, kwa sababu sharia inautuhusu sisi, ni mambo yaliyotimbuka kwa Qur'ani tukufu yanaotuhusu sisi wenye Qur'ani. Ho ni muamala wa mtu kwa mtu. Taib, wa hadha fima yataallaqu bi tariqati at-ta'amuli ma'a an-nas, kwa yanaofungamana kwa barabara ya kuamiliana pamoja na watu. Kwenye nini? Fil buyu'i, katika bei, katika mambo ya biashara, kuuziana na kununuliana, kuuza na kununua, lazima udhabitike uaminifu kwenye kuuza kwako, udhabitike uaminifu kwenye kununua kwako. Huo ni muamala wa mtu na mtu. Taib, wanahwiha na mengine. Sikiliza, ulama wasema, walan yanala al-insanu mahabbata an-nasi, na mwanadamu hawezi kupata mapenzi ya watu. Mtu hawezi kupata mapenzi ya watu illa idha ahsana at-ta'amula ma'ahum, isipokuwa muamala wake uwe nzuri na watu, ndio atapata mapenzi ya watu. Warafaqa bihim, akawa mpole kwao. Waafa anhum, na akawa samehe wao. Hapo ndipo utapata mapenzi ya watu. Mapenzi ya watu haya umeyapata kwa njia gani? Umeyapata kwa muamala mzuri wako na watu, kwenye kuamiliana nao vizuri, kwenye kuwataratibikia, kuwa mpole kwao, kwenye kuwa msamehevu wa kuwasamehe wao. Kumsamehe mtu ni muamala wa mtu kwa mtu, kuwa mtaratibu kwa mtu ni muamala wa mtu kwa mtu. Kwa hivyo kuna ibada kuidhabiti baina yako wewe na Mungu wako, ni ukanda. Kuna miamala wa kudhabiti mafungamano yako wewe na watu. Al-Allama As-Sa'di rahimahullah asema, sikia asemaje, man afa, yoyote mwenye kusamehe, afa Allahu anhu, na Mungu atansamehe. Sasa yoyote mwenye kusamehe, yoyote mwenye kusamehe, kusamehe nini? Kumsamehe nani? Kusamehe kosa aliyokosewa, kumsamehe aliyokosewa. Lazima ufafanuzi uwe wazi kulingamana na maandiko, kwa sababu tumefuata maandiko to, sivyo? Kwa hivyo mwenye kusamehe, kusamehe nini? Kusamehe kosa alilokosewa. Kumsamehe nani? Kumsamehe aliyomkosea. Muamala wa nani na nani? Naam, muamala wa mtu kwa mtu, lazima udhabitiwe. Maneno ya Saad, wa man safaha safaha Allahu anhu, na mwenye kupuuza kosa lake, mwenye kupuuza kosa lake. Mmekosewa, kalipuuza, mafahamu, kalipuuza. Mmekosea, okay, nimelipuuza. Kupuuza ulilokosewa huvi mpumbavu. Mmekosewa, okay, nimekosewa.
nina ushuhuda kwenye kukosewa kwangu, na kuna ushuhuda waloshuhudia wewe kunikosea, japokuwa waweza kukataa, kwa sababu mtu huweza kujitetea hata kwa makosa. Ndio desturi yetu tulivyo wanadamu. Lakini nisema nimezipuza makosa, nimeyapuza, tafanya kama sikukosewa. Mungu hukusamehe dhambi zako, wala huvi mpumbavu. Kuna wakati mwingine mvuli huwa hana makosa kwa mke akambandika, akampapilia, akamukia, akantolea mato, akantemea mpaka mate, asinywe nkono. Mwanamke asione kwamba kwanda pacha mbarabara kwenda sheli, kwamba kwa na kesho atakufanyia tena na kesho kutwa atakufanyia tena. Nilisubiri nikiweza kukutambulia mpandikizi wa njipi ukatamani kunyosha tena kidole, lakini mwanamke takusamehe. Huvi mpumbavu, wala ye machangani wala harusini asende kusema uonye mekimya jamaa shauri yako subutu. Kisha ule tamwambia mvulie ni rafiki yako, atakuja kwambia mke wako, mwambia mke wangu wenye amatu mimi subutu. Ala paka manyangani subutu, hengoja jaribu na mara pili, hukuchengedhe jipi la ule alobikwa na musole na ikonde ngine makonde ya kimataifa, ukibikwa ni moya tu. Lakini nimekusamehe. Ukisamehe, mtu akisamehe huwa ni mpumbavu? Imamu Shafi katika diwani yake asema afautu anisafihi fadhanna anni ayaitu anil jawabi wama ayaitu, nimeamua kunsamehe safihi. Safihi ni mpumbavu. Sasa nilipoamua kunsamehe, fadhanna akadhani anni ayaitu anil jawabi, kwa mimi nimeshindwa kujibu. Wama ayaitu, sikushindwa kujibu. Kwani kuna supermarket ya akununua majawabu? Ama kuna wholesaler akununua machukano? Takatuelewaneni hapo. Mtu akiamua kukunyamazia, ameamua kusubiri apate msamaha wa Mungu, sikuwa amekosa la kufanya kukufanyia. Yote hayo yako katika muamala wa mtu na mtu. Tayeb, kisha akasema waman amala Allah fima yuhibbu, mwenye kuamiliana na Mungu kwa analolipenda. Wa amala ibadahu fima yuhibbun, na akamiliana na waja wa Mungu kwa wanayoyapenda. Wa nafaahum, na akawanufaisha waja wa Mungu. Nala mahabbata Allah, mtu huwa atapata mapenzi ya Mungu. Wa mahabbata ibadihi, atapata na mapenzi ya waja wake. Wastawthaqa lahu amrahu, na Mungu atalifanya madhubuti jambo lake. Kila jambo lake Mungu atalifanya madhubuti. Kwenye maandiko hayo, kana hivi mimi ninao ya tafsiri na wewe unaonisikiliza, tulitakalo tena nini? Twataka tune na kero la watu, ama twataka mafungamano na Mungu wa watu? Twataka mambo yetu yadumu kwenye kufana kupata saada ya dunia na akhira, ama twataka tupate ghadhabu za Mungu? Hivi wewe ukinyimika mapenzi ya watu, hujanyimika mapenzi ya Mungu, joto liko wapi? Tabu iko kwenye unyimike mapenzi ya Mungu, upate mapenzi ya watu, lakini unyimike na mapenzi ya Mungu. Idhan ni kukaza moyo mtu kwenye muamala, kudhabiti muamala wake na mwingine. Kiata kukujibu siyakosa jawabu. Ukinipiga sijakosa nguvu za kulipa, lakini nini? Nataka kuwa na mafungamano mazuri nawe kwenye makosa ulionifanyia, ili niwe na mafungamano mazuri na Mungu wangu kwenye ninaomfanyia katika mlango wa ibada. Basi ni kipimo tu cha kujipima sisi
kisha kufanya maamuzi kwenye safari ya maisha yetu. Tayeb, wa fi hadha, ulama wasema, na katika hili bisharatun adhima, pana bishara kubwa sana. Ni kweli si kweli? Pana bishara kubwa. Bishara ipi? Hata nirudie maandiko. Bishara yenyewe ni hii. Al-Allama As-Saadi rahimahullahu ta'ala asema, man afa afa Allahu anhu, bishara. Wa man safaha safaha Allahu anhu, bishara. Wa man amala Allah fima yuhibbu wa amala ibadahu fima yuhibbuna wa nafa'ahum nala mahabbata Allahi wa mahabbata ibadihi wastawthaqa lahu amrahu. Bishara kubwa, ndipo akasema wa hadha, yani bisharatun adhima, hii ni bishara kubwa sana. Tayib, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yaqul, asema, sikiliza namnukuu, asemaje? Mahabbatu qulubi nnasi alamatu mahabbati llah. Ibn Hajar Al-Asqalani asema mapenzi ya nyoyo za watu, mapenzi ya nyoyo za watu, nyoyo za watu zikawa zimekuelekea kwa kukupenda, alamatu mahabbati llahi, hiyo ni alama ya mapenzi ya Mungu. Na nyoyo haziinuki tu kuwa na mwelekeo wa kupenda, kuna sura kamwe wala maneno kamwe wala vitendo kamwe vya kupendwa, mpaka nyoyo kumwelekea mtu kwa mapenzi. Hupendwa mtu kwa mazuri yake na hutukiwa mtu kwa maovu yake. Sasa Ibn Hajar Al-Asqalani asema mahabbatu qulubi nnasi alamatu mahabbati llah. Tayib, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani akaendelea kusema, namnukuu, umuru nnasi mahmulatun ala dhahiri, mambo ya watu hubebwa kwa udhahiri. Ndugu zangu, mambo ya watu hubebwa kwa udhahiri. Faman adhhara shi'ara dini, yoyote mwenye kuonyesha alama za dini, ujriyat alayhi ahkamu ahlihi, kutapitishiwa kwake hukumu za watu wake. Anavyoonyesha, anavyoonekana, anaonyesha na kuonekana kwa dini na mambo ya dini, udhahiri, tutamhukumu kwenye wacho wa dini. Kwa nini? Hatuna pawa za kujua undani wa mtu. Ma lam yadhhar minhu khilafu dhalika, iwapo tu hakutadhihiri kwake kinyume na hivyo. Sasa vile anavyojitokeza kidini, vile anavyofanya kidini, sisi tutauhukumu udhahiri na tutampitishia hukumu za watu wa dini, iwapo tu hakujadhihiri kwake kinyume. Nimemaliza kumnukuu. Ama neno lililozoeleka sana, intabih, neno lililozoeleka sana, ad-dinu al-muamala, dini ni muamala. Mimi nikiinukia kwangu kilisikia hili mpaka nami kavolinena tena. Wakati mwingine haki ya Mungu najikumbuka mwenyewe, nikasema Mtume amesema ad-dinu al-muamala, na lilisema kwenye mimbar kama hii siku ya Ijumaa, ad-dinu al-muamala, dini ni muamala, na nikantegemezea Mtume, na kumbe si neno la Mtume. Hal huwa hadithun sahih? Hii ni hadithi? Jibu wanavyoona wakasema laysa bihadithin innama huwa min kalami nnas, si hadithi, ni katika maneno ya watu. Mbona ulinena? Nilinena, sikujua, anda kuishi, tusende mbele. Mbona ulinena tena hiyo mimbar? Nilinena na iko kifahamu ni hadithi. Kwa hivyo imebainikia si hadithi. Tafanya kipanda mimbari, tazamele nilionena kwanza nena ni hadithi, mara pili si hadithi tena. Sina kujera, ni njere nani? Ni muone haya gani? Ndakosa kwa hili leo, nimepata usawa, talirekebisha kwa kesho.
sina ujauri mimi, itakuwaje, wala Mungu asinijalie, asivajalie na vana wetu wote hapa ambao wameinukia katika masala ilmu. Kukosa desturi na elimu mbahari, na iko kenena ni hadithi kwa mapana na marefu na kwa kuikundua, kiangalia huku na huku, kesho taangalia huku na huku, niipinge mwenye ile si hadithi. Sema moja mbili, nimesema mimi, si mara moja si mara mbili. 10 la kwanza la rehma, 10 la pili la maghfira, 10 la tatu la kuwatoa watu huru na moto. Ikaja ikanibainikia kwa karibu tena. Wa kwanza kunibainikia mimi jambo hili linibainika kwa shekhe wangu ninaimpenda, niliyopita kwake kwa kipindi anachokijua Mungu, Sheikh Muhammad Sharif Famau alayhi rahmatullah. Mara kansikia huishanua hii hadithi. Mame, kumbe hadithi iko hivi, iko hivi. Nilimnukuu siku ya Ijumaa, kasema ile siku zote usema 10 la kwanza ni la rehema, 10 la pili ni la maghfira, 10 la tatu ni la kuwatoa huru watu na moto. Tumengawanyia Mungu masiku 10 ya rehema, masiku 10 ni ya maghfira, masiku 10 ni ayatu 18. Kumbe rehema ni mwezi nzima na maghfira mwezi nzima na kuwatoa watu huru na moto ni mwezi nzima. Basi vinyama itakuwa na mmene na mbele ya watu. Sasa mmene na mbele ya watu, na hili nilolijua sitana na pale mbele ya watu, itakuangana wale maimamu wengine huchuswalisha kwa sauti nzuri, Mungu awajaze khairi. Mara wakatokewa na haja shui, wakanena sitoki, kitoka wote wataniiva, mmepiga silence hapa tena. Uswali hunaudhu hatia hasha wakala. Mungu asinijalia, asivajalie wana wetu. Nishati tuombe hivyo, manao nako ni aibu na mwanadamu sikamili. Hizo huwa silencer, kuna na mizinga. Sasa ikiwa kwenye silencer ulidhivia ukaswalisha, kwenye bomu utatoka? Huwezi kutoka. Lakini sasa muungwana aloamua kumfanyia ibada Mungu kisawasawa, haoni haya kwenye makosa wala haoni haya kwenye kujirekebisha. Na ukidhivia kisha ndio ukisema kwa siri, ukimwambia rafiki yako mmefanya kadhaa, ule rafiki tatuambia nasi hatutosimama tena kuswali, kuirudia swala yetu alhamdulillah. Wewe sasa ngoja kwa taka kufungua milango msikitini, uende tena ukatawadha, uregele tena ile swala ikiwa milango ufundie. Kurekebisha kosa si kosa, kulirudia kosa ni kosa. Kwa nini uone haya kujirekebisha? Na ukitojirekebisha sio saada ya dunia na akhera, kwa sababu hii dhamana ya dini, na dini hii imepangwa mbinguni kwa Rabbus samawati wal ardh. Ukikosea rekebisha kosa tu, hakuna wasiwasi. Tayeb, sasa ad-dinu an-nasiha, mkweli dini maana yake sasa kunasihiana, watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Lakini hili si neno la Mtume. Ad-dinu an-nasiha, dini ni naswaha, ni hadithi iliyo sahihi. Lakini ad-dinu al-muamala falaysa min al-ahadith, hizi si katika hadithi. Tayeb ndugu, madha yani mustalah ad-dinu al-muamala, humaanisha nini mustalahi hii? Dini ni muamala, kwa maana dini ni kuamiliana vizuri. Mustalah hii inamaanisha nini juu ya kuwa maneno ya watu, si maneno ya Mtume. Tayeb, falmaqsudu bid-dini al-muamala, kusudio la kuwa dini ni muamala, huwa tasarrufu alladhi, ni kusurufu ambako hadafuhu at-taqarruba ila Allah, ni kusurufu ambako hadafu yake, lengo lake ni kujikurubisha kwa Mungu. Wa yakunu dhalika
na hilo linakuwa vipi? Bilhusni, kwa uzuri, walini, na kwa utaratibu. Ukitumia utaratibu na ukitumia ulainifu, lengo liwe kujikurubisha kwa Mungu, iqtidaan birrasuli alayhi salam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam alokuwa mzuri wa maneno, alokuwa mlainifu, haithu kana raqin fi taamuli, kwa namna ambavyo alikuwa taratibu sana, fi taamuli, katika kuamiliana, wal khuluqi, na kwa khuluqi, na kwa tabia. Wadhalika wadhihun, hili liko wazi kwa kila mtu. Mwenyezi Mungu asemaje? Wa innaka la ala khuluqin adhim, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sual, kaifa kana ar-rasulu fi at-taamuli ma'a an-nas, Mtume alikuwa vipi katika kuamiliana na watu? Si lazima kwanza tusome muamala wa Mtume na watu ili na sisi tumuige Mtume katika kuamiliana? Sasa picture iko kwenye, tukipata muamala wa Mtume uko kusi na miamala yetu iko kasikazi, hatuna haki ya kuichangaza kwa watu wa Mtume. Shati kuambia ni wazi, kwa sababu haya maneno lazima awekwe wazi wazi. Nshati aigwe Mtume kwenye muamala wake. Muamala wa Mtume na watu alikuwa na maneno mazuri, usive na maneno machafu. Muamala wa Mtume na watu ulikuwa usamehevu, uwe msamehevu. Muamala wa Mtume na watu ulikuwa si wa kuchecha zaidi ya siku tatu, usicheche zaidi ya siku tatu. Huo ndio muamala wa Mtume. Tayib, aliamiliana vipi? Maandiko yanasema amala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabahu, aliamiliana Mtume na masahaba zake muamalatan tayyibatan, muamala mzuri sana. Kwa muamala mzuri wa Mtume uliwafanya waloukata Uislamu wakaushika Uislamu, na wakawa watetezi wa Uislamu, na wakawa walinzi wa dini, na bodyguard wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa muamala tuna watu. Wayudhihiru fiha arifq, hudhihiri utaratibu, wal afwa anil mukhti, na kumsamehe nkosa. Isitoshe, wa kana yushawiruhum fil adidi min al umur, Mtume alikuwa akiwashauri masahaba zake kwenye mambo mengi. Kwa maana kuwa mshauri wa wenzako kwenye mambo, wa amruhum shura bainahum, na jambo lao hupita kwa kushauriana. Dini yetu hii imesukwa kwa misingi ya ushauri, na kwenye kushauriana kulijengeka mengi na kulitoka mashauri mengi sana katika kushauriana. Angalia, maswahaba walikuwa wakimshauri Mtume bora tu kwenye jambo moja, liwe alilolifanya Mtume si ufunuo toka mbinguni. Mtume akikubali ushauri na akiliatilia mbali rai yake, akiandama rai ya mtu, iwapo tu si ufunuo kutoka kwa Mungu. Na mifano iko mingi sana. Alipopiga kambi katika vita vya Badru, ilikuwa maoni ya Mtume pale alipopiga, lakini angalia kwa adabu ya hali ya juu, masahaba akamwambia, ya Rasulullah, hapa ulipotuweka sisi ni ufunuo toka mbinguni, umekuambia tupige kambi hapa, ama katika fikra zako tu za kijeshi umeona hapa mpazuri? Akamwambia, hapana, hakuna wahi, ni maoni yangu. Mmoja akamwambia, ya Rasulullah, basi mimi naona kwa adabu hapa si pahala, position hii si mzuri kwa maadui, twende sehemu fulani, tutakunwa maji yako maji pale, tutaweka ulinzi kwa maji yasiguswe na makafiri, na itakuwa hapa tumepata nafasi mzuri kuwapiga vizuri, kwa sababu kiu ilikuwa ikiwakuwa
na ni kweli katika ghazwat Badri kiu ilichangia kwa sababu visima vilidhabitiwa na Waislamu. Mtume akaandama ushauri, hakukuvundika pahala, ikawa ushindi mkubwa katika vita vya kwanza katika shahru Ramadhani al-Mubaraka kwa kuandama ushauri tu. Sasa tusipotaka ushauri, hutaki ushauri wa mtu, hutaki maoni ya mtu, nkufeli katika mambo, sikufaulu katika mambo. Achieni akilini. Kama kana yaiduhum bin nasri, kama ambavyo alikuwa akiwapa morali na akiwapa ahdi ya nusra. Musifanye wasiwasi, dini na mazito na dini na mitihani kweli kweli, na mitihani hupambana na mtu mwanamume alovaa nguo ya kusubiri, na kusubiri kuliitwa kusubiri kufanana na subiri. Subiri hii usipokaza moyo huinwe. Mke wako takutilia kikombe hapa kuanzia salatul fajri, uvishika pua, ukifunga bato, ukirudisha kuandika salatul fajri mpaka saa 4. Ya mwanamvuli inwa ndawa hiyo, lakini hainweki. Ukija ukirusha huku kundanganya mke wako, si basi nishakunwa mke wangu, ushakunwa, kumbe hukunwa. Mgonjwa mimi, mgonjwa si wewe. Subiri hii, subiri imeitwa subiri kwa mujibu wa neno la ule al-Antwaqi, nyuma mmesahau jina lake. Alisema subiri imeitwa subiri kwa sababu ya utungu wake, na subira imeitwa subira kwa sababu ya utungu wake. Ufiliwe na kipande cha mwana, kipande cha ini lako, mwana wa kwanza mpendao, taka kudhabiti kwa moyo. Usipoudhabiti moyo utankufuru aliyekupa ule mwana. Kwa hivyo ina utungu subira, na ina ukanda mrefu. Siku za Mungu mihadhara yake tutaileta, muone kusubiri ni neno tunchunena. Bwana nilisubiri kweli kweli. Subira nini? Tayib, Mtume kwenye kuamiliana na watu wake alikuwa akiwapa ahadi ya nusra. Musifanye wasiwasi, ni ahadi ya Mungu kutupa ushindi. Tutapata ushindi wakati wowote anaujua Mwenyezi Mungu. Wayasifu kulla minhum biwasfin, akisifu kila mmoja miongoni mwao biwasfin, kwa sifa yakhtalifu anil akharina, zinazotofautiana na wengine. Huyu atampa sifa hizi, amwambie wewe kadha 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 kadha, mashallah. Mwingine ampe lingine zuri kinyume na huyo. Lengo lilikuwa nini? Mimma yazidu minal ulfati, katika mambo yenye kuzidisha mazoea, kuzoeana, wal mahabbati, na kupendana, bainahum wa bainahum, baina yake na baina yao. Yeye Mtume zuri ukilifanya akikupa morali kwa zuri kadha kadha kadha, na akikupa sifa zako kwa lililofanya. Alikuwa akifanyia kwa sababu gani? Ajenge mazoea yake kama kiongozi na wafuasi wake. Kiongozi wahisi mapenzi ya kuwa tuna uhuru wa kunena na kiongozi wetu, na kiongozi wetu akifanyiwa jambo jema huliona kwamba kwa njema, akanipa morali kwa hilo jambo jema, bali kutukua maamuzi na kushauri, na ukitoa ushauri kauandama kana kiongozi. Kwa nini mambo asichenge? Mambo yetu mbona haribika? Mambo yetu haribika, ataendelea kuharibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila kitu kimbirimifu tu. Sisi kila kitu kimbirimifu tu, chembelecho kila kitu tuende kazi tu. Hapana, hii dini ya tuende kazi. Hii ni dini madhubuti, tahara ya nidhamu ya hali ya juu, ilopangwa na mwenye nidhamu, al-haqqul mubin. Hakuna masala ya kimbirimifu ndipo tukafeli. Tutaendelea kufeli mpaka turekebishe kumlenga na kulenga ramani ya kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ahadithun an husni taamul ni nyingi sana. Kuna mazungumzo ya Qur'ani tukufu, bali kuna mazungumzo ya hadithi za Mtume zilizosahih, bali kuna aqwal ambazo ni mauthuqa yenye nguvu
kupitia kwa sahabatu Rasulillah na athari njema za vema walotutangulia kuzungumza kuhusu haya. 1, 2 Suratul Maida, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na kumcha Mungu. Hata katika wema watu husaidiana, hata katika kucha Mungu watu husaidiana. Wewe una hili laitwa kucha Mungu ambako kuko kwako, na mimi nina hili ambalo ni ucha Mungu, na nipache lako mimi la kucha Mungu niwe nalo, na wewe upache langu la ucha Mungu uwe nalo. Kitahamaka sote tuna mawili, na langu la ucha Mungu na ndilo lipacha kwako, na una lako la ucha Mungu ulipolipacha kwako. Naambiani kweli na tuambia neno ukweli, potelea mbali. Ikiwa tulienda kwa ramani hiyo, mambo angechengea angeliharibika. Angelichengea, msiche kunena, angelichengea. Lakini kuharibika, nililo nalo mimi sitaki uwe nalo. Ulilo nalo wewe ni wewe, sitaki ule nalo. Sasa ikiwa kwenye ibada ukiwa nalo ndilo uloshikamana nalo kwa taufiki ya Mungu, na nililoshikamana nalo kwa taufiki ya Mungu, kilipachana lako nsilo nalo ukalipachana langu usilo nalo, kitahamaka sote tuna yote kwa kupata thawabu zote. Ikiwa tutakuwa na uchoyo wa thawabu za Mungu, mkweli tutatakuwa na uchoyo wa mambo yetu kwa binadamu. Tapacha kazi nikwambie ndo kuna nafasi na tanyama kimya nifanye mimi peke yangu. Ama bosi akiniambia nitafutie mtu mwingine, akamwambia bosi, kazi gani ya watu wawili naweza kuitanga, japo kwa ile kazi itakutia pumu, lakini potelea mbali, lakini hata nishike ote pande mbili ili tu fulani asifanye nini. Ila ina tadhhabun, mwendapi ama twendapi, ndipo tukafeli. Hata maandiko yatupe kweli, wataawanu ala albirri wattaqwa. Angalia hata ucha Mungu ataka kusaidiana. Naweza kwa kuna jambo kwangu ulifanya sila ucha Mungu, nishariti unipe msaada mwenecho, nami nimpache msaada kwa hili ambalo nalifanya sila ucha Mungu, ili mpache msaada wako mara mfanye la ucha Mungu, kitahamaka sote ucha Mungu kwa hilo ambalo nilikuwa kulifanya. Ndio mambo na ndio dini. Wala taawanu ala alithmi wal udwan, msisaidiane katika dhambi na katika kufanyiana uadui kabisa. Kisha kusema wattaqullah, ina maana katika kila jambo atakaucha Mungu. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kucheza. Twendeni. Bukhari amepokea kwenye hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, intabih, rahimallahu rajulan samhan idha baa, Mwenyezi Mungu humuhurumia, humrehemu mtu msamehevu anapouza, msamehevu anapouza. Wa idha ishtara, na anaponunua msamehevu, kwenye kununua kwake taratibu msamehevu. Haya atajapo kwa si bei yake, mmekusamehe. Hivi wewe kitu si bei yake, lakini mmekusamehe kwa ndugu yako Muislamu, takosa kitu kwa Mungu? Ukiwa umemsamehe potelea mbali, akitaka hu mtu hiki kitu, lakini bei hairuhusu, lakini angalia, potelea mbali, billahi wa fillahi wa ala Allahi wa fillahi, kitu kuwe sitakhasirika ma dumtu khalisan lillahi tabaraka wa taala. Wallahi Mwenyezi Mungu atakubariki. Kwa nini? Umempa nusra kwa kitakacho hakiwezi, ukamwezesha akipache. Tunazo hesabu hizo, hesabu zetu. Sikiza, tusineneshane Ramadhani. Wataka tukua, hutaki kenda zako, kenda zangu takipacha kwa mwingine, na kikosa kwako kwa ndugu wangu. Lakini kwa ikhlasi yako, kwa kuona kite wakitaka kitu kile, wallahi bila kuogopa kusema, waweza kukikosa kwa mwenzako Muislamu, ukenda ukakipata kwa baniani wa kuabudu ng'ombe, akamwambia tukua, Mungu yetu taleta khairi.
ng'ombe yetu taleta kheri, japo kwa ng'ombe huecha nyama tu na maziwa, lakini pia ni kheri. Umekikosa kwa alo wako ukakipata kwa asiyekuwa wako, wala kenda kukipata kwa asiyekuwa wangu, sineni sikitukui, takitukua kwa pua na ndomo na kitaka, au si? Nimekipata kwa bei ile ambacho mwenye amesema chukua, ukakisokosa kwa mwenzako, ndipo tukawafelia kwenye mengi. Achieni sana akilini ya mambo na nasema kwa dhati za roho yangu, nikijihusisha kwa ninayoanena, kwa sababu nami pia ni katika jumla wanadamu. Hebu tusonge. Wa idha qtadha, na anapohukumu. Alaysa kadhalik, anapohukumu huko katika usawa na uadilifu. Muslim naye akapokea min hadithi Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, na yote inaingiliana kwenye miamala hii, hatujatoka kwenye miamala. Pale Mtume alipouliza atadruna manil muflisu, je, mwamjua aliyefilisika? Qalu, masahaba kasema almuflisu fina, mwenye kufilisika kwetu, man la dirham lahu wala dinar, ni ule asokuwa na dirham wala dinar, alikuwa na pesa kisha kabika kusi, hana chochote. Kwa maana alifilisika kikwetu, mtu akifilisika hana chochote, ambaye leo hana chochote hubika kusi kwetu ni maana yake nchupu, hana chochote. Tayib, wakajibu hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, innal muflisa min ummati, muflis katika umma wangu. Hebu sasa hapa angali mimi nenaji, si kawa nami mmefilisika kwa hapa, Mungu achuokoe pia, sio nawe msikilizaji ukawa umo katika kufilisika huko, na kwenye jambo usichie vachu ukaitoa, zungumza kwa jumla, uyate taufiki ya Mungu, waweza ukaifanya humo na ikawa umo kindikindaki kwetu. Tumefahamiana? Ukaifanya humo wewe, na ukitaka kumuona mtu ifanya hamo kwenye mambo, uencheki mtu kila katika kunena kwake unena mimi kwake ningi, jua tu kwamba kwa ho huitoa kwenye mambo, huifanya dhacho ndio wenye mambo yeye amechakasika. Lakini katika fikihi yetu mpaka Mungu wetu, kwenye la mimi stahiki Mungu kusema mimi, hasemi mimi, husema sisi. Kama ambavyo Mungu kwenye kutenda kwake mambo ameshirikiana na hakuna aloshirikiana na Mungu. Kwani aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr, alikuwa hawezi kusema ana anzaltuhu fi lailatul qadr. Inna a'tainaka al-kauthar, alikuwa hawezi kusema inna ana a'taituka al-kauthar, alikuwa hawezi. Lakini akatumia uslubu ta'dhim. Leo kulonsikia mimi chwenda unazo kwa wapi mimi hizo? Mimi ni ufunguo wa kwanza wa Ibilisi. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, wewe ni yuko Ibilisi. Almuflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Lakini akasema innal muflisa min ummati, muflis katika umma wangu, man yati yawm alqiyamati, atakuja siku ya kiyama. Hapo sikiliza, bisalatin, ajina swala na si swalin, alhamdulillah, wa siyamin, na kufunga nno. Na kuna watu swala hawayati lakini kufunga hakuna. Na kuna watu kabisa, kuna watu kwa swala ni hatari lakini kwa kufunga akwambia musafir kafir. Msafiri si kafir, msafiri muislamu, ila tu ilie tu kwenye mtano wa Ramadhani kwa raha zako za kumuudhi Mungu. Lakini almuslim kafir, almuslim kafir, hatutaki lugha hii. Lakini kuna na watu kwa swala ni hatari, kuna na watu basi kwa kufunga ni hatari, lakini kwa swala hachuisi katika wale waloswali Maka mwezi nzima kwa laki. Sasa wakawa bado wako hukidhi na kile ukimwambia swali kwambia hapana, hata kwanza wewe swali unipate mimi. Swali unipate mimi, nikupate wewe vipi? Mimi nimeswali Maka mwezi nzima na kila siku ni 500. Wewe swali Masjid Abdul Malik
kwa hivyo hata kama 100 atapata, kwa hivyo swali unipache. Hodari wewe. Wako majauri havo kwenye ulimwengu huu. Wa akala mala hadha, akala mali ya huyu, wa shatama hadha, kanchukana huyu, wa kadhafa hadha, kantuhumuhu, wa dharaba hadha, kampigana huyu. Basi fayutwa hadha min hasanatihi, kwenye kulipwa kesho yaumul qiyama huwa apewe mema yake. Hulo nchukana mafhum, atukuliwe mema yako apewe. Hulo ntuhumu apewe mema yako. Mema yaishe maskini. Fa idha faniyat hasanatu, Mtume asema mema yake yakiisha hulipwa vachu siku ya kiyama. Hakuna kulipa na dinari wala dirham wala dolarat wala rialat wala dirhamat. Ni amali yako ama maovu yako. Kukisha kabla an yuqdha ma alayhi, kabla ya kukidhiwa na kuhukumiwa alionayo, ukhidha min khatayahum, atatukuliwa makosa yake. Faturihat alayhi, abandikwe nayo. Thumma turiha fi nnari, kisha arushwe motoni. Haya yako katika Kitabul Birr, hadithi namba 59, juzu ya 4 katika Sahihu Muslim, na akapokea Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sasa angalia, umenitukana huyu, kantuhumu huyu, ukampiga huyu, ukamfanya huyu, hosi katika muamala wa mtu kwa mtu. Lakini sasa hiyo katika ile miamala miovu utakaolipwa hayo kwa picha ya kufilisika siku ya kiyama. Kisha Mtume akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote mwenye kumwamini Mungu na siku ya mwisho, fala yu'dhi jarahu, asimudhi mjirani wake. Muamala wa nani na nani? Wa mtu kwa lazima udhabiti. Lakini uenda kutukua gunia la takataka ukaenda ukamwekea mtu kwenye dirisha lake, kama haya hapa hako Mungu aondoe, lakini kule kwetu hako tumekoma hapa, tumekufikia hapa. Vana wetu tena wa Kiswahili talitukua gunia la taka kwa huyu, haonekani, aje aliweke kwenye mlango wangu, aende zake, takasirika, kisha taipitisha hapo hapo yeye. Nimwambie ndo mtukulia hili bwana, kuna mtu amekuja kuniudhi, naye huniteka kisiri, asharamba 50 kwa huu, ameniwekea mimi, kaudhika, akatukua 50 kwangu, lile gunia akaenda kaliweka kwa ngine. Ndio maisha aloharibu vana vetu vasotaka kazi. Hata hiyo kazi ya takataka ambao ni kazi pia huifanya kwa kudhulumu, ndipo tukawa hatuna kheri tuipatao, tuketizie tu huringia huku tukiringia huku. Ikubwa ni siku ya Juma kuotea barabara, shekhe akiuka barabara, shekhe afwan nini bulu nini, enda kwenye duka la rangi alis kadhali. Sasa imekuwa maradhi, ugonjwa katika society yetu, katika mujtamai wetu. Ndio tusiwe na mafanikio mpaka tuigeuze hali, ramani iwe ni ramani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza tena, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, amkirimu mgeni wake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au akinena nene maneno ya khairi, ama hana la khairi anyamaze. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu asema waqulu linnasi husna, semeni mazuri kuambia watu. Ukisema mazuri kuambia watu, mazuri yataleta natija. Akasema tena Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu, na hapa nafikiri hilo tumelikariri kwa kukaririwa na mabingwa waliotuchangulia kwenye vitabu tegemewa. Wasema nidaatu rahmani li ahli liman, haiji nida ya ayyuhalladhina amanu, isipokuwa mbele kuna sharia yataka kuwekwa yenye natija kwako wewe mwanadamu. Ikra qaula Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nchini Mungu kisha munene maneno mazuri, natija yuslih lakum a'malakum, Mungu atawachengezea mambo yenu, na tumeharibikiwa kweli kweli.
wa yaghfir lakum dhunubakum, atawasamehe dhambi zenu. Tukipishana huatia na harufu ya madhambi, imi hukuatia harufu ya madhambi yangu na wewe huniatia harufu ya madhambi, minuko isipia kwa madhambi. Wa man yuti llaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mungu na mtume wake, faqad faza, tena sikufuzu tu, faqad bitahqiq, faqad faza, tena kwa taukidi, fawzan adhima, kufaulu kuliko kukubwa sana. Maneno mazuri, maneno mazuri yatakayadhabitiwe nkati ya nani na nani? Ni muamala wa nani na nani? Mtu kwa mtu. Ni mlambo mkubwa na tutauandama mmoja mmoja akipenda Mwenyezi. Hebu iwe muhadhara wetu wa kwanza kwenye msikiti mtukufu wetu huu iwe ni haya: elewa, nielewe na tuelewe sote kupitia kwa maandiko ya ulama wetu ya kuwa pana qadhaya yuhibbuha nnasu na pana qadhaya yakrahunaha. Pana mambo watu huwapenda na pana mambo watu hufanyaje? Huyatukia, usivi. Sasa angalia, pana mambo watu wanayapenda, pana na mambo watu wanayatukia. Kwa hivyo itakuwa ni kudhabiti kati ya nani na nani, au huo ni muamala wa nani na nani? Waheshimiwa, kuna mambo watu wanayapenda, kuna na mambo watu wanayachukia. Muamala huo muamala wetu na Mungu aona muamala wetu sisi kwa sisi? Ni muamala wetu sisi kwa sisi. Nitaka tukitoka tuwe tumeelewana tu vizuri. Tayeb. Sasa ikiwa kuna mambo watu wanayapenda, kuna na mambo watu wanayachukia, ili muamala uwe mzuri kwetu sisi, kwa ramani mardadi tuliopewa hivi, mfanyia nalolipenda, ni kufanyia unalolipenda, tutakuwa tumefanyia na tuyapendao sote, maisha yataenda shwari. Hili nalitukia, usinifanyie. Hili walitukia, ni ikaze moyo nsikufanyie. Itakuwa kila mmoja uko katika tahadhari ya hali ya juu. Nataka nkufanyie likufurahishalo tu, tufurahi pamoja. Linalokuudhi sitaki nkufanyie taudhika, kutaharibika nidhamu ya maisha. Hata wewe na mke wako mwambie limpenda lile analolipenda, naye akwambie ulipendalo. Lakini ataka kuna mwambie mke wangu, kuna mambo fulani wasiyapendi, kwa hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa muda tuko pamoja, usinifanyie, usiniambie, basi adhabiti. Naye pia kwambie, na wewe mama wangu, na mambo fulani pia huwa sipendi niambiwe, wala sipendi uyafanye, usiniambie, usinifanyie. Wallahi billahi, kila mmoja atakuwa katika tahadhari, hili halipendi mume wangu, silifanyie. Na wewe hili halipendi, kila mmoja una tahadhari asimkosee. Hebu niambie, kila mmoja una tahadhari asimkosee mwenzake, na kila mmoja unapupa mfurahisha mwenzako, kutazikano hakuzikano? Mbona siku zote mitalaka tu kana mabomu ya Irani? Mtalaka tu, mtu wa leo kesho kutwa Shabani achameoa atitaka pacha nyumba kufuturu, baada ya Eid ashakunwa chai ya Eid, mwanangu wa watu amenichomoa siku zima kufanya madonasi, kufanya makeki, kufanya hili, kufanya hili, aponde kisha twange talaka. Wewe kweli lengo lako nkuoa wewe? Tusifanye kuoa fashion, tufanye kuoa sharia, tufanye kuoa ni dini. Na hapa ndipo penye matatizo makubwa sana. Ukiwa na tahadhari, hili humuudhi mwenzangu, simfanyie. Ikiwa na tahadhari, hili lamfurahisha mwenzangu, tamfanyia, mambo yataenda mazuri sana. Twende wa fi hadhaini alqadhiyatain, kwenye kadhia mbili hizi. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tilmidhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asema hivi. Asemaje? Ma anta muhaddithul qaumi hadithan, huwi wewe
ni mwenye kuwazungumzia watu maneno la tablughuhu uquluhum, akili zao hazifikii kwenye kiwango cha maneno hayo, illa kana fitnatan li ba'dihim, isipokuwa fitina kwa baadhi yao. Ukimpa mtu maneno mustawa wake haulingani kubeba maneno hayo, itakuwa fitina. Kwa nini? Kwa sababu atatukua uelewa ambao sio kulingamana na mustawa wake, ende akatafsiri mengine ambao sio kusudio. Hiyo huitwa fitina. Kwa hivyo anzilin nasa manazilahum, mpe mtu maneno kulingamana na mustawa wake. Toi, twende tukamalize haya qadhaya yuhibbuha nnas, mambo ambayo watu wanayapenda. Hapo tukuwafika hii tunauhatimisha muhadhara inshallah, taki niwepeleke kwa urefu. Angalia, hili nalipenda nifanyie, na ukinifanyia sina wasiwasi, ni jambo nilipendalo. Hili silipendi, hili silitaki, sifurahiki kunifanyia, huna haki ya wewe Muislamu kumfanyia. Hili jambo sitaki unifanyie, huna haki ya kumfanyia. Ndio dini, ndio Uislamu. Lakini sio hili silitaki usinifanyie, takufanyia kwa nguvu. Sio dini, sio Uislamu. Ndio fitina zikawa haziishi kwetu sisi. Moja, annasu yuhibbuna man yudhhiru al-ihtimama bihim, watu hupenda mwenye kuwadhihirishia hima kwao. Mtu yoyote akikuona wewe una hima kwangu, una bidii kwangu, atakupenda. Mfanyia analolipenda, una hamu nami. Mbili, annasu yuhibbuna alladhina yastami'u ila hadithihim, watu hupenda kuwapenda wale ambao wanasikiliza maneno yao, ikiwa maneno yao maneno ya ramani, maneno ya ndia. Mafhum? Basi ikiwa wapenda watu, annasu yuhibbuna alladhi yastami'u ila hadithihim, basi fanya hilo maadamu wanapenda. Annasu yuhibbuna albu'da anil jadal, watu annasu yuhibbuna albu'da anil jadal, watu hupenda kuwa mbali na mijadala. Mijadala feki feki si mijadala. Mijadala iko katika dini, ni lazima tujadiliane ili tujue haki iko wapi, lakini si mijadala kizukazuka kijingajinga ambao haina kusi wala haina kaskazi. Annasu yuhibbuna man yuqaddiruhum, watu huwapenda wale wenye kuwaheshimu, kila mmoja ukampa cheo chake. Wayahtarimu, na watu hupenda kuheshimiwa. Kweli yamo hayo, sio? Ukimpa mtu cheo chake tapenda, umenishusha nilipo. Ukimpa mtu heshima yake atakupenda, umeniheshimu. Hai, annasu yuhibbuna man yaftahu lahumul majala litahqiqi dhawatihim, watu hupenda wapenda wale ambao huwafungulia wao nafasi ya kuhakikisha mambo yao. Umemfungulia mtu mlango, njoo fanya, takushauri, basi watu hupenda. Angalia maskini, si tajiri, lakini ana ndia hukupa ili ujaribu mafanikio yako. Watu hao hupenda. Annasu yuhibbuna shukra wa tashjii, watu hupenda pia kushukuriwa na kushajiishwa. Hata kama mtu asante sana, hata kama hakukulazimisha kumbe nakupa hunishukuru, twajua ya kwamba wenye kutoa kwa fikihi ya Qur'ani ni wale ambao innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Lakini Mtume asema man la yashkuru nasa la yashkuru nasa. Lakini haki ya Mungu kwamba nakushukuru, Mungu akujazi khairi. Ule mwenye kushukuriwa pia hupata maskini, amechambua huwema na amenishukuru, sikumlazimisha. Liko hilo kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume. Hupenda mtu. Twende, annasu yuhibbuna alladhina, watu hupenda wale ambao yusahihu akhta'ahum, husahihisha makosa yao. Lazima upende kusahihishwa makosa yako, isipokuwa utumie ndia barabara madhubuti muwafaka katika kunisahihisha. Usinisahihishe kwa kunichukana, tutatukiana. Usinisahihishe kwa kunikejeli,
naweza kutoondoka kwenye kosa kwa sababu upumbavu wa kibinadamu, basi nchuambiwa hivyo. Sasa umenambia hivyo, hivi wewe kwenye hili ndio nsafi? Ushaona? Lakini angalia, watu hupenda kusahihishwa makosa yao duna jarhin mashairihim, bila kujeruhi hisia zao. Usimkashifu mtu na wansahihisha kwa sababu una makosa. Ukimpakashifa watu watamuona amezidi makosa kulingamana na hivi huyu mbinu alizozitumia katika kunsahihisha. Lakini watu wapenda kusahihishwa makosa, wako wasopenda pia kusahihishwa makosa. Watu hao wako katika ulimwengu. La mwisho, annasu yuhibbuna man yunadihim biahabbi asma'i, watu hupenda kuitwa kwa majina wanaoyapenda. Jina lako unalolipenda ukimuita, basi hupenda umeniita kwa jina langu kuliko kuitana haya majina yaliyoko nyingine. Yate hayo kwenye mingi. Tufunge darasa. Qadhaya yakrahunaha, mambo ambayo watu wanatukia. Sasa hili ninalolitukia usilifanye, ninalolitukia usinifanyie, analolitukia mtu usimfanyie. Yote ni katika miamala ya watu. Moja, annasu yakrahuna nasihata fil alani, watu hutukia kupewa nasaha hadharani. Watu hutukia kupewa nasaha hadharani. Maandiko haya ya wanavyoni wetu wakubwa. Kwa hivyo usinipe nasaha hadharani ingaweko nasaha, kwa sababu lile kosa langu naweza kawa ni nyenyekevu mimi katika kufuata nasaha, lakini ukaja ukaninasihi hadharani, ukanipanda ule moro wa mwanadamu, nikapinda kidogo. Kwa nini umenambia hadharani? Na kama umeniambia peke yangu, ni wewe unalolijua, uloliona kosa langu, ukanionyesha mimi na wewe na Mungu ni watatue, na nikajisahihisha. Hakuna mtu anayejua kwamba nilikuwa na kosa, kwa sababu tumejitahidi katika kunasihiana. Lakini wewe niwashe mbele ya watu, hukujua ya kuwa ukinambia takuandama masikuandami, umeniambia nsikukubali katika hayo unayoyanena. Moja. Kwa hivyo hilo hutukiza, lihifadhi sana. Namba 2, annasu yakrahuna usluba mubashara fi naqdi, watu hutukia uslubi wa moja kwa moja, umpasulie mtu direct, moja kwa moja kwenye kumwokota kwa jambo. Jaribu kwanza hayo ya kwanza kando, akiva mpindanifu hao mengine. Kuna na wachu sasa wataka kuokolewa kulingamana na makosa yako ya upindanifu, hutaki kurekebika mengine. Na kila pahala pana yake ya kufanywa, si yote hufanywa kote. Kuna pahala nastahiki ni nene, kuna pahala ustahiki unene. Hapa kunyamaza ni maslahi, hapa kunena ni maslahi. Zote ni mizania hiyo tumepawa na dini yetu. Twende. Annasu yakrahuna man yurakizu ala salbiyati duna alhasanat, watu hutukia yule mwenye kurakiz salbiyat. Kuna kitu asalbia wal ijabia. Pengine wewe unaona positive tu peke yake, hutazami negative, au wewe uko negative peke yake, hutazami positive. Wewe huangalia maovu tu, huangalii mema, au kinyume chake. Hutukiza hilo. Kawa na maovu 100,000 hivi, sina wema? Ule wema pia shati ukumbuke pia ni wema. Wachu huntukia mtu mwenye mambo hayo. Twende. Annasu yakrahuna man la yansa zillat, watu hutukia sosahau cheleza, hasahawi. Annasu yakrahuna man yuamiluhu bisti'la, watu hutukia mwenye kuamiliana nao kwa kujikuza, kujikwaza, kwa kiburi. Waamiliana na mimi kijeuri jeuri, hutukiza. Annasu yakrahuna man yatasarra'u fi at-tawbihi wat-ta'nibi, watu hutukia mwenye kufanya haraka kukejeli na kulaumu. Mwasemaje haya? Wakati tulionao si lawama nyingi tu kuliko nasaha.
Wakati tulionao si kejeli nyingi tu kuliko nasaha. Hutukiza mwenye kuwa na haraka kejeli na lawama nyingi, hupendela lakini mwenye kunasihi na mwenye kuwa na afu. Twende. Annasu yakrahuna man yatamada fil khatai raghama wuduhi lkhatai, vachu hutukia mtu kuendelea na makosa, kukeuka mpaka kwenye kufanya makosa licha kuwa wazi yale makosa. Watu wajua kwamba kosa ili ulifanyalo, lakini mtu akawa ukededama tu ifundoni yeye, twende makosa tu hayo kwa hayo, hutukiza. Basi kosa hili bado umelishika tu, hutukiza. Mwisho kwenye mengi, annasu yakrahuna man yunsibu alfadla li nafsihi, vachu hutukia mwenye kuitegemezea fadhila kwa nafsi yake. Yeye kila kitu, hata kanya kuna vachu wameshiriki katika kutenda, lakini mimi tu, ile tulosema mama. Kwa hivyo mkusanyiko wa mujaza wa tuliokuwa nayo ni kwa kuwa yajue yatukizao usiyafanye, yajue yapendezao uyafanye. Yapendezao ukiyafanya, vachu watayapenda na utaingia kwenye nyoyo za watu. Yatukizao ukiyatenda, watu watatukia na watajenga bughdha kwako. Na kweli vitabu vyetu vya sharia havikuwata chochote, kwa sababu vinaleta usaidizi katika kutufahamisha kitabu cha sharia ambayo ni Qur'ani tukufu. Dhabiti mafungamano yako na Mungu wako kwa janibu ya ibada, dhabiti mafungamano yako na mwenzako katika upande wa muamala, kwa namna ya kujitahidi na nia yako safi, ndivyo Mungu atakavotutengezea mambo. Walil hadithi baqiya. Nimeenda kulingamana na hali ya wakati, lakini akipenda Mwenyezi Mungu, madum na ahya, nafasi itakaopatikana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutakuja kupeana nasaha, kwa sababu fannu taamul janibul akhlaq, kuna na jawanibu nyingi sana kwenye mlango wa fannu taamuli muannas. Mungu awajazi kila la kheri kwa kunipa masikizi haya, na Mwenyezi Mungu aturuzuku cha Mungu na ikhlasi, na yote tuliyoyatenda Mwenyezi Mungu yaweke katika mizani ya hasanati zetu. Alikuwa ni sababu ya msingi wa msikiti huu, japokuwa nilikuwa na hamu niweko siku ya uanzilishi wake, lakini niliweko siku ya uanzilishi wake mwafahamu, na kufunguliwa huo umefunguliwa. Kwa hivyo nilijua umefunguliwa na ulikuwa umefunguka kabla hujafunguliwa, lakini leo ndivyo Mungu alivyonijalia kuingia kwenye msikiti wetu huu tuliuanza pamoja na kijana wetu, kisha siku ya pili akatuacha. Sasa umeona kama muamala wetu ulikuwa mzuri, na ni kweli muamala ulikuwa mzuri, wallahu alam. Alaysa kadhalik, kwa sababu alifungua kwa kitabu kitakatifu. Baada ya kufungua kwa kitabu kitakatifu, ikawa sisi sasa ule muamala mzuri wetu na ule kijana ukaenda kwa uzuri, na msikiti umejengwa kwa uzuri, lakini tusitazame uzuri wa msikiti ulivyo, yatendeke mazuri ya ndani ya msikiti. Tutazidi kujinawirisha na tutazidi kunawirisha, wala hata nawiri peke yake, sote tutanawiri, kwa sababu sote tulilifanya kwa moyo mkundufu, na atujalie Mwenyezi Mungu ikhlasi katika kila jambo. Tunawahusia la msikiti kisha kukamilika, sio kwamba kuwa ni basi. Pana mambo wataka watu wajitahidi kwenye ndani ya msikiti, kwa sababu kwenye misikiti hii tulonayo yenye mitihani mikubwa sana kwa zama tulizo nazo. Lidhalika kuwa makini sana, kuwa makini sana, kuwa makini sana. Lengo lako iwe ni moyo wako mzuri kwenye nyumba hii ya Mungu, yatendeke mazuri ya kumfurahisha Mungu.
na likitokea la kutokea, muwe na wepesi wa kuregesha hali itakiwavo na itakavyo Mwenyezi Mungu. Ndio nasaha zangu, sina zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya muamala mrefu kwa misikiti, hunambii lolote. Nimeamiliana na wengi katika mambo ya misikiti, huwezi kuniambia lolote. Ni mitihani mingi tulopambana nao kwenye misikiti, hunambii jambo lolote. Tulivumilia kwa ajili ya Mungu, Mungu akatupandia na akatupa kufaulu. Tuvumilieni na kuvumiliana ili tufikie kwenye lengo. Lengo la nyumba ya Mungu si maslahi ya mtu. Lengo la nyumba ya Mungu ni maslahi ambayo ni yako utakayoyapata kwa Mungu ukiyafanya vizuri kwenye nyumba yake. Katika nyumba anazozipenda Mungu ardhini ni misikiti. Ikiwa misikiti yapendwa na Mungu kwa mujibu wa maandiko na hadithi, au sio? Ni wa kufanya kila analolipenda Mungu kwenye nyumba yake. Ikiwa nyumba yako wewe waipenda, utakubali kufanyiwa ya kukuudhi kwenye nyumba yako? Tuambia neno kweli. Utakubali? Utafurahi kufanyiwa yasiyokuwa sio ndani ya nyumba yako na nyumba yako? Basi nyumba ya Mungu, Mungu waipenda, usifanye bughudha kwenye nyumba ya Mungu, kwa sababu Mungu hapendi bughudha. Nitarudia tena. Nyumba za Mungu, Mungu azipenda. Vachuva Mungu mvenye kuingia msikitini kutenda matendo ya Mungu. Ikiwa nyumba za Mungu, Mungu azipenda, Mungu hapendi bughudha. Kwa hivyo tusifanyeni bughudha katika nyumba za Mungu. Sawa? Huu ndio msimamo wangu. Msimamo wangu uko kwenye hakuna bughudha katika nyumba ya Mungu. Bughudha zikitokea, hakuna namna, wataka kuharibu maadili ya nyumba ya Mungu, tutakudhabiti ili pasiharibike. Lakini hatuleti bughdha li au hal asbab, kwa sababu tunataka kila tunalolifanya tulifanye kwa kumridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ninavoombea na tunavojiombea sote ni kwa kuwa Mungu atupe umakinifu na istiqama na msimamo wa moja kwa moja kwenye la usawa, kwenye kuleta maslahi katika mujtama na katika kuzinawirisha nyumba za Mungu, ili tunawirike katika makaburi yetu. Na kwenye kosa lolote tuwe na msimamo wa kurekebisha kosa. Makosa hurekebishwa, makosa haazidishwi makosa. Rekebisha kosa. Mbona ukimwata mke wako kisha urudi utaka kuondege? Tena maskini ukenda paka ukalia. Mbona ulia? Wataka maslaha urudi tena. Na maslaha kipatikana unasema alhamdulillah. Basi maslahi kwa yote, si maslahi si kwa mke tu, maslahi kwa yote. Kwa sababu pahala pa maslahi, pakikosa maslahi, kinyume cha maslahi ni ufisadi. Na ufisadi Mungu hapendi, Mungu apenda maslahi. Yaqulu Allahu Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Na ufisadi wa ardhi, misikiti iko katika ardhi ya Mungu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tamaa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Basi sitaki kwenda sana kwa nasaha, maana namshukuru Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Ni nasaha kila tukienda, sote kila tukienda huwa tukinasiana hii, ili na kwetu ukija msikitini wetu, Mungu akikupa uhai na uzima, nikikupa nafasi ya kutoa nasaha, leta nasaha hizo. Inshallah fanyeni bidii sana yapatikane maslahi katika msikiti. Misikiti haitaki ya ufisadi na misikiti haitaki fitna, na kunena hivi si kukusudia lengo lolote amrengo yoyote wa kundi lolote. Nimesema ala umumiha. Nikisema ala al-umumi si kukusudia misikiti ya Malindi, misikiti takriban yote kwenye taifa letu. Ukenda utakuta kuna udhia. Haya ya udhia tuyaacheni, kwa sababu ya udhia hayatupi ujira. Yanaotupa ujira ni ya maslahi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bimaqsadi
wa a'lamu bimuradi wa a'lamu bigharadhi. Na Mungu atujalie sote penye usawa tusimame msimamo wa sawa, na pasipokuwa na sawa usitupe Mungu nguvu za kusimama misimamo ambao ni ya sawa. Hili ndilo tunaloliomba katika safari ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu awajazi kila la khairi kwa kunisikiliza, na akipenda Mwenyezi Mungu tutazidi kupambana kwa kunasihiana maadumna haya, maadamu tuko hai. Likipita limepita, lakini weka kitu kimoja, elewa kwenye la mwisho, roho zetu hazikushika pahala. Hizi roho hazikushika pahala. Juzi tulowazika wawili, na kuna walotoka Malindi kuja kuhudhuria mazishi Bakarani pale, sina haja ya kunena. Ule mwanya muhula alokuwa nao mwenzetu na kifo, wallahi kalamhil basar. Huyo ulikuwa tulimzika baada al-maghrib Bakarani, lakini kabla ya hapo tulimzika mzazi wa mwanafunzi wetu baada adh-dhuhur. Subhanallah, jana mwazungumza na mtu, huwezi kuleta mahesabu kwamba kwa mtu huu maiti, kumbe sisi hutembea na chufie. Haki ya Mungu tena, mwazungumza na mtu yake sawa sawa kabisa, mara wapigia simu tu, fulani ametuacha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi hili halitushtui tukarekebisha hali hivi sisi tutakavyo, mpaka tufe tuwe tumechecha tu hivi sisi tutakavyo, mpaka tufe tuwe hatukosameheana tu. Hivi misamaha yetu njeneza iko mbele. Jamani, huyu ameamiliana na mtu na watu wengi, kwenye kuamiliana kuna kukosa, kuna na kukosewa, basi kwa yoyote alokosewa mwamsamehe. Hatujui sisi ufanya wala sisemi makosa, au sisemi makosa, lakini ule ameenda mbele za haki, pengine hilo tunalolichangaza yeye alikuwa halitaki kabisa, ndio akadhivia kibaharia mpaka akafa na kusameheana, kwa kusameheana anajua ni Mungu. Lakini maadamu wetu tutasema, lakini ilo uzuri, hebu ilipe deni ya mtu kabla hujachangaziwa deni. Na sisemi makosa kudeni, lakini angalia, ukijitahidi ukenda zako kwa Mwenyezi Mungu safi, sidaiwi na yoyote, siumizi walo hai. Maana huja tukatukua madeni ikawa heri wewe ufieo kuliko sisi tuliko hai. Hatukukujua, hukusema, ukawa wewe uandika tu. Una kitabu cha peji 400, ziko za hesabu za peji 400, si ndio? Au hakuna? Ziko. Sasa ukawa kitabu chako cha peji 400 kuandia ukurasa wa kwanza tena kwa tarehe from 2021 mpaka sasa 2025, kwa tarehe na siku, kila siku kwa tarehe ni 2,000, 10, 100,000, 20,000, 50, from January to December 2021 ikaenda 2022 ikaenda mpaka sasa 2025. Ikipigwa hesabu nilikuwa sijui, kitabu cha peji 400 kuanzia ukurasa namba 1 tena pande zote ulikuwa hata huruki msitari pande zote mpaka mwisho, ndeni tu mfieo mimi au wewe, tusiuane. Fanya bidii na nguvu zako, ujitahidi kulipa deni ya watu. Kile kilichobaki tena sinabudi tukulia dhamana. Angalau naomba Mungu ikichangazwa hivyo ulitoa hata ni shilingi 5,000, hata kama takwenda kumwambia rafiki yangu, wewe mwanangu Shams, kuna 5,000, hata kama ndavacho nipa hundu wangu nimpeleke safi. Sasa kisha mimi taelewana nao 5. Lakini kikija peji 400 kimpa mtu ambao ni wa hisabu, akanambia Sheikh, ufie ndo wangu. Niambie, hichi kitabu cha sema hivi sasa una 2,500,000. Sasa nile ni wanangu nilipe fees ama niketi mimi hufa kwa deni lako? Tusiumizaneni, ili kuepuka kuumizana huku nini, tekeleza amana kwa wenyewe madum tahaya. Usipoweza, hukuweza, na Mungu ajua kama hukuweza. Lakini pia katika madeni mtu huenda kitaratibu taratibu.
tukua unachoweza. Usione kwamba kwa nimekwenda kwa fulani leo amenipa 5,000 basi siku ya pili 5,000 tachiana 5 10. Akikupa na kesho takuwa 15. Haiendi hivyo. Pengine zile 5 alokupa zilikuwa si zake, alikuhurumia wewe, ukampangia mahesabu. Tusendeni hivyo, tusameheaneni kabla hakujachangazwa msamaha, na si makosa kuchangazwa msamaha. Tulipeni madeni ya watu kabla hakujachangazwa madeni. Na kuna mahodara akasema, fulani dhamana kwangu, deni zote ziko chini yangu. Akimaliza kuzika, Allahumma thabitu bilqawli thabit. Kama utamwandika ito, humuoni kwa jito. Wajua mfano wake, tusende mbali. Mfano wake, kuna mahodari katika mchango hawatoi cash kupledge 100,000 ikaandikwa, 50,000 ikaandikwa, ili nini? Kuchangaze tu mbele ya watu wa kwamba fulani naye pia amepledge. Akitoka utose hana pleja wala puleja, au sivyo hivyo? Nini mahodari pledge nacho hiki sina, ni shilingi 1,500. Kwani 500 ukitoa katika mashughuli kwa ajili ya Mungu waweza kupata thawabu kashinda lotoa 500,000. Lakini ati huona haya chikuitoa 100, takufaru wako sasa. Mungu na 100 hiyo 100 ukitoa ni ile 100. Sasa hata kama utakucha kuitoa uishika, ukiata uishika, ukishika haivi 100 chacho, ni hiyo 100 itoe kwa ajili ya Mungu, au si kupledge. Msikiza, kama hamwezi kulipa msipledge. Usifanye uamiari wako hapa, wacha wako unaacha ametoa 100,000 kwangu, kisha mwaka kuandamia tumeyapata. Akaza silisema hadharani tatoa, lakini mwaka tunataka kufinika, kuna upungufu. Na tumeona katika kitabu wewe uko na 100,000 hatukuzipata mpaka leo. Sasa ni hayo nacho tatoa, sina si umizi, tano mkono ni kuombe Mungu hichi ambacho sikuwa nacho kutoa, Mungu tantoa mwingine atoe. Na kama mimi nilikuwa nia yangu nataka kutoa 1,000 sikipata, Mungu atoe wa kutoa 10,000 zake ziventisia, ile moja iwe ndangu. Innamal a'malu binniyati wal umuru bimaqasidiha wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Sini sawa hapo? Naam, jazakumullahu khair. Ikiwa tumekosa mtusamehe sawa sawa, na wakati wote tu, isipokuwa akipenda Mwenyezi Mungu si changazii ikiwezekana. Leo nitakuja wakati mwingine, kija wakati mwingine tahutubu hapa, tatoa darasa Aisha. Kija wakati mwingine tahutubu Aisha, takwenda kutoa darasa msikiti wa Pwani kule. Kichegu kunambia tutaki darasa yako, tarudi na kandu zangu au vipi? Kitoa pahala pengine. Tunataka tuwe ahlu sunna bimaana alkalima. Kila mtu mwenye kujitokeza kwamba huu ni msikiti wa sunna, Masjid Sheikh Abdul Malik rahimahullah, huu ni msikiti wa sunna, Masjid Aisha, huu ni msikiti wa sunna, Masjid at-Tauhid, huu ni msikiti wa sunna, Masjid Sheikh Nasr, huu ni msikiti wa sunna. Kutoa jina lake naam au vipi? Masjid wasahi Masjid Sahil ni msikiti nzuri, ni msikiti wa ufuoni, ndio kina mitihani ya Musa walipacha mifuoni huko. Ala kulli hal, itakuwa hata hawa watoto wadogo wakiinuka, wameinuka kwenye mazoea, huu ni msikiti wangu wa sunna, huu ni msikiti wangu wa sunna, huu ni msikiti wangu wa sunna. Tubadilisheni hali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tuko kwenye manhaji moja, na kosa ni kosa, wa jalla man la yakhta wal kamalul mutlaq lillahi tabaraka wa taala. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد أولاد المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم ثبتهم بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن كانوا محسنين فزد من حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم، ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييتهم منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وصلى الله على محمد وعلى